Enda. Yeah. Pale Benjamin Mkapa. Bana, sakata la Simba Yanga. Yes. Kuna haja ya kuendelea kulizungumzia? Kuna haja kidogo Kuna haja kwa sababu hata taarifa za mwisho hazijatoka. Taarifa za nini? Za mwisho kwamba nani atafaidika au nani ni nani. Taarifa ya mwisho imeshatoka. Taarifa ya mwisho ambayo ni ipi? Kwamba mchezo au kwenda ile taarifa ya mwisho. Sio taarifa ya mwisho. Kulingana na sheria lazima mmoja apate adhabu. Mmoja. Kwa nini? Adhabu ya nini? Kwa sababu ni sheria timu mgeni wa mchezo kwenda kufanya mazoezi ya mwisho. Na anatakiwa peleke taarifa ni mkurugenzi wa timu yani mwenyeji. Kwa hiyo kwa msimamizi wa uwanja, kitu ambacho kinasemekana kwamba haikufanyika. Sawa. Kwa hiyo na kwa sheria ya kafu kifungu cha sheria 17 kifungu cha 12 ni dola ni watalipa gharama za timu mgeni walizotumia pamoja na dola 1500 nafikiri, ambaye ni kama hao ni kama milioni 12 hivi na laki 5. Hao ni akina nani watalipa? Wanatakiwa lipe Yanga. Yeah. Kwa sababu wao hawakupeleka taarifa kwamba mgeni wao atakuja kufanya mazoezi. Sasa hawakupeleka taarifa kwa msimamizi wa uwanja. Yeah. Wao wanasema pia hawajapewa taarifa. Ni sheria, kwa hiyo wewe unajua kabisa kesho na mechi na mgeni wao, kwa hiyo sheria wewe kuipeleka. Kwa mimi kwa nafasi yangu tunasema tukichukua tu akili, kila mtu ana makosa pale, kila mtu ana makosa, mpaka bodi ya ligi yenyewe inaingia kwenye makosa. Simba kosa lake yeye sawa, hakumtaarifu mwenzake mwenyeji wa mchezo kama atautumia nini uwanja. Kumbuka ule uwanja sio wa Simba, sio wa Yanga, sawa. Maana ule uwanja kuna muda unafungwa, ndio kuna mtu pale ni mkurugenzi wa ule uwanja, si ndio? Kuna kamishna wa mchezo, wote hao libidi wafanyaje? Wataarifiwe kwamba Simba atakuja. Kwani sababu za kuzuiwa kuingia pale ni tu kwamba taarifa haijakwenda. Lakini inafahamika kwamba Simba walitakiwa wafanye mazoezi siku hiyo. Nikuulize, mara mwisho kwenye dabi mumeona Simba anaenda kutumia uwanja wa Mkapa? Ushakumwona? Yanga ulimuona? Ushakumwona Simba? Yanga haja complain. Yanga pia walifanya, umesikia kule kwao ambacho kimefanya dabi iliyoisha hawakwenda pale kwa Mkapa kufanya mazoezi. Lakini walikuja wakacheza. Lakini hii sio kwa sababu umependa kufanyia huko unapopajua haigarantii kwamba yani kuja sio lazima, ila ukitaka kuja kanuni inakuruhusu, lakini hata usipokuja haibadilishi chochote, lakini kuja ni haki yako. Sasa wao wameenda lakini wamenyimwa, tatizo. Yani mimi nakuelewa, lakini labda yale mazoea ya kutokutumia uwanja ule kwa ajili ya maandalizi ya siku moja kabla ya mechi. Tukirudi nyuma kidogo, unajua utaratibu ni utaratibu tu. Umeona? Hata kama sitafuata ule utaratibu ambaye upo, ila siku nikirudi kwenye utaratibu lazima utaratibu uendelee. Na kwa nini sasa inakuwa hivyo kwamba hawaendi kufanya mazoezi pale, wanafanyia kwao alafu anakuja siku ya mechi, halafu leo wameenda pale wamezuiliwa? By the way, inawezekana labda ni haya mazoea kwamba hawaendagi kufanya mazoezi kabla ya siku ya mechi, kwa sababu wanaamini ule uwanja hauna mwenyeji wala mgeni. Mwenyeji na ugeni ni kwa sababu tu ya mapato na kwa uchache. Naomba ninokuichi kifungu cha kwenye ile ripoti ya TPLB bodi ya ligi. Twende haraka tena. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini ya kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake sawa iliyoainishwa kwenye kifungu namba 1745 ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote. Hilo ndio kosa. Haikuwasiliana na ofisa yeyote. Hilo ndio kosa. Kwa nini wakaahirisha mechi baada au ni nini waliona? Ukija kusoma sheria nyingine kwamba kwamba kama haki yako haijatendeka kuna utaratibu. Yanga kwenye kwa Tanzania hapa kwenye sheria ya ligi ilibidi ni milioni 1 au milioni 2. Angepigwa fine. Sawa. Lakini ilikuwa lazima uje uwanjani. Ukishakuja uwanjani andika barua ya malalamiko. Huyu akafanyaje? Adhibiwe.
Kwa hiyo ile kauli ya Simba kugomea mechi ile ilikuwa ni kosa la Simba. Lakini Simba kama angekuja uwanjani angekuwa kwa ana kauli, ana uwezo wa kumshtaki nani. Sasa yeye anasema